Tukio la jana lililotokea majira ya saa 7 usiku ilisababishwa na kutokea moto engine room, lakini tulivyojaribu kuwahoji kidogo chief engineer wakasema kwamba labda njia zile za water system kwenye oil cooler labda ziliziba zikasababisha engine overheat. Ushauri kwamba abiria anapokuwa wanasafiri kwa njia za maji hakikisheni kwamba wanavaa vifaa kama life jacket kwa ajili inapotokea dharura ya aina yoyote. Ila kuhusiana na hii boti ambayo ipo Ziwa Victoria, kusema ukweli niseme nashukuru sana waliojitolea kutoa hii boti kwa sababu imetusaidia pakubwa. Kwanza msaada wa haraka, cha pili kuwafikisha manusura sehemu kupata huduma kwa haraka. Kwa hiyo niseme kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niseme asante kwa sababu ya hii boti. Kingine pia ningeweza kuwashukuru TASAC kwa sababu kuna kipindi walituchukua vijana wa Mwaloni hapa wakaenda wakatufundisha kuogelea kutumia maboya, na hiyo ndio imenisaidia jana kwa sababu ilinipa ujasiri, sikuwa na pressure, niliweza kuogelea na mpaka ambapo walikuja wale wavuvi ambao wanavua dagaa ndani ya Ziwa Victoria wakatuokoa kwa muda huo na kutupeleka kisiwani. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea, nashukuru Mwenyezi Mungu na nashauri abiria wengine ambao wanasafiri sana majini wasisahau kuvaa maboya. Life jacket zinasaidia, na isingekuwa life jacket hata mimi mwenyewe nisingekuwepo hapa. Naitwa Paul Andrew Msokwa, ni kaimu afisa mfawizi wa ofisi ya TASAC Mwanza. TASAC kwa kifupi ni shirika la wakala wa meli Tanzania ambalo linahusika na kudhibiti usalama, ulinzi na utunzaji mazingira wa vyombo vya usafirishaji majini, ikijumuisha vyombo vyote kuanzia vyombo vya uvuvi, vyombo vya abiria, mizigo pamoja na meli kubwa. Namna udhibiti wa TASAC kwenye shughuli hizi ni pamoja na kuhakikisha wanaratibu shughuli za utafutaji na uokozi inapotokea dharura majini, na kujizatiti katika jukumu hilo kama TASAC. Katika mradi ambao umekamilika hivi karibuni, TASAC ilitekeleza kwa kununua boti 3 za uokozi ambazo ziko Ziwa Victoria, moja ikiwa ni ambulance na 2 ikiwa boti za dharura au boti zinazoenda haraka ambao ni search and rescue, ambao moja hapo imetumika leo kwenye hili zoezi la kuwaokoa hawa ndugu zetu ambao walipata shida kwenye boti ya MV Karibezo. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza waliokolewa watu 33 ambao walipelekwa Bwilo, na baadaye wengine wakaokolewa watu 14 ambao walipelekwa kisiwa cha Liamwenge ambao kipo jirani na Kunene, na hapo ndipo sehemu jirani ambapo boti ilipata tatizo. Ilikuwa katikati ya kisiwa cha Kunene na hicho kisiwa cha Liamwenge. Kwa hiyo watu hao wote baadaye tukawakusanya wote kwa pamoja kwa kutumia boti hii pamoja na boti ya Police Marine, tukawapeleka Bwilo, ikiwa wale ambao waliokolewa awali 33 walikuwa washakimbizwa hospitali ya wilaya na Nsio. Katika zoezi zima la uokoaji kwenye chombo kulikuwa na abiria 36 na vibarua au watendakazi wale makuli wa kubeba mizigo walikuwa 10, na 4 walikuwa ni mabaharia akiwa na nahodha kati yao. Kwa hiyo ukijumlisha hapo haraka utapata idadi ya abiria au watu ambao walikuwa kwenye chombo ni 50. Kwa hiyo katika zoezi zima la uokoaji tumefanikiwa kuokoa watu 48, lakini watu 2 walipoteza maisha, ambaye mmoja ni mtoto anakadiriwa kuwa na miaka 10 na mwingine ni mtu mzima anakadiriwa kuwa na miaka 60 mpaka 70.